Ni ripoti kutoka kata ya Kashi, kitongoji cha Mji Mpya Galapo, halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara. Habari ni ya kusikitisha kwa Bi Sauda Shabani, mama anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 56, ambaye ameondoshwa uhai wake na kijana wake wa kumzaa Jamali Yusufu mwenye umri wa miaka 28. Ama kwa hakika wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ndivyo hali ilivyo, ndugu na majirani wakisimulia kwa huzuni tukio hili. Nimemaliza kufua nikasikia wangi wa kwanza. Unajua kauli ya yani ile sauti ya kwanza haraka huwezi jua ni wapi. Ya pili nikasema mbona inatokea hapa? Kutoka na kanyaga hapo uwanjani kwake, namuona sana yeye yuko mlangoni pale. Kweli nimeona mama yuko chini, anatoka sasa, yeye ana kisu chake amekishikilia na kisu kina damu. Kweli kwenye ile hali aliyotoka nayo sikusubutu kuendelea aidha kumuuliza ni kitu gani. Kwanza moja kwa moja ukimwona mtu anakutokea na kisu utauliza. Nikatoka katika hali ya kutoka sana kimbia ili hata tupige wangi, tukapishana na mwenzangu na yeye, nikaanguka hapa, normally nimeupigiza huu mkono. Nilipoanguka hapa wenzangu wakapiga kelele huko chini, watu wakawa wametoka, na mwenyekiti mtu wa kwanza nadhani kufika pale alikuwa ni mwenyekiti. Hali iliyoendelea tena baada ya hapo sikuijua. Zana tukawa tumechanganyikiwa tu, ni kila mmoja analia na jikimbilia kivyake. Kweli mimi nilichokishuhudia ndo hicho. Kweli nimefika paka pale, nafika lakini naendo anatoka sasa ndani na kisu chake. Jamali alikimbia wakati umemwona au hakukimbia? Ndo akasimama mlangoni. Hajakimbia, hajantishia, lakini mimi niliogopa baada ya kuona kile kisu kina damu. Mimi nikawa nimeogopa na mimi nikakimbia. Na lengo la kukimbia hata nipige kelele angalau msaada upatikane. Na wakati huo mwili wa mama yake unautazama chini. Nimeona tu miguu, ila eneo lililoathirika sikuliona. Maana ile katika nilipotokezea tu kweli nimeiona miguu na yeye amesimama mlangoni, mlango ukiwa wazi. Lakini ile hali aliyotoka nayo ndio ilionisababisha mimi nisiweze kuendelea tena kuzidi kusogea kule alipo. Kwanza mimi nikaona nijihami hata mimi mwenyewe nikimbie. Kwa sababu mtu ukishafanya tukio kama lile, huwezi kujua panic atakayokuwa nayo anakuijiaje wewe. Na mimi nikakimbia, kukimbia kweli nikafika hapa nikaanguka. Na later ningepata akili ya kusema hawa labda yani anijeruhi hata mimi. Kweli hata mimi angenikuta hapa. Hata kama kuua na mimi ningeuliwa nikiwa hapa chini. Na bila shaka nadhani kama alitoka uwanjani zaidi hata mimi angenikuta, na nadhani hata kama atakuwa aliniona. Kwa sababu ile pressure nilotoka nao na ule mshtuko nikapigiza kweli hapa. Mwenzangu naenda akatoka sasa kaendeleza kupiga kelele huko chini ili msaada upatikane. Hiyo ndo hali halisi iliyopo. Onyesha mkono wako. Hapo ndo watu wamenikandakanda na maji wakajaribu kuufunga na kweli unaniuma. Mmekuwa mnaishi naye kwenye mazingira gani Jamali? Nyinyi kama majirani? Hawana mahusiano mazuri na mama yake. Mara kwa mara huwa wanagombana na mama yake, mara kwa mara wanagombana na mama yake. Ila sasa katika kitu anachogombana na mama yake huwezi kuelewa, lakini mtu ambaye kwa kweli kijamii muonekano mzuri hana. Kuna wakati jirani akiwa na mzozano na mtoto wanahitaji msaada wa majirani, mwaitokea mama yake pengine akawashirikisha? Hapana. Labda familia, kwa kweli si majirani hatujawahi kushirikishwa kwa ajili ya mzozo wa yeye na kijana wake. Hamkuwahi hata kumuuliza mama Jamali, mbona kila siku na Jamali ugomvi? Kwa kweli hatujawahi kuuliza. Kwenye hili mnajifunza nini kama majirani na wanajamii wa eneo hili? Kwa kweli kwanza ni mtihani ambao yani sijui hata niuelezeeje. Kama sisi wazazi, mimi naweza hata nikashauri au sijui nisemaje. Yani dalili unavyoiona ya hali kama ile ya mtoto, kweli sio mtu ambaye unatakiwa hata uishi naye nyumba moja. Kabisa, kwa sababu hata dalili yake tu ilikuwa sio nzuri. Si ni majirani hapa, hata salamu nyingine hakusalimii, ni anapita tu, yani yupo tu, mama anapika kivyake, yeye anapika kivyake. Yani ile hasili ikawa haina hata mwelekeo mzuri kwa kweli kijamii. Amewahi kuwa na familia? Hapana. Hata dalili kweli sikuona, uongo mbaya. Sijawahi kusikia hata na mtoto au na mke hata na rafiki tu wa kike, mimi binafsi sijawahi kusikia. Mimi ni Abu Shabani, mdogo wake na marehemu na mdogo na mtoto wake wa kumzaa. Inaelezwa kulikuwa na mgogoro kati yao na mpaka mauti unamfika. Hivi karibuni nini kimetokea kati yao? Bana, huyu mtoto wa marehemu, mgogoro una siku nyingi, sio leo. Na mpaka hata tukakaa kifamilia kwamba huyu kijana tumpeleke kwanza aende magereza. Sawa, sio leo. Ni kama tuseme ni miaka yote ni mgogoro huko tu yeye na mama yake. Cha msingi anataka amtoe mama yake hapa ili yeye aishi hapa. Kwa kifupi alikuwa anataka kurithi makazi ya mama yake. Anataka kurithi makazi, na ndio hilo.
na alishamfukuza hata mamake, akamwambia ondoka hapa, hii nyumba ni umetutengenezea sisi. Huyu ni mtoto wangapi katika familia ya mama huyu? Ni mtoto wa 3. Taarifa ulizipataje na mpaka tukio linatokea kuanzia jana, hali ilikuwaje hapa nyumbani? Kwa kweli kwa taarifa za jana mimi sikuwa na taarifa yoyote. Na hivi tunapoongea mimi na wewe, mimi nimepigiwa, nilikuwa makao makuu ya CCM mkoa leo hii. Tulikuwa na kikao kule. Taarifa zimenikuta kule. Kwa hiyo kilichoendelea kuanzia juzi, jana, leo sikuwa na taarifa nacho. Nimepata taarifa ya Msimba kwamba kachinjwa. Ndio nilichopata kuanzia asubuhi. Taarifa nilizozipata, nimepigiwa simu na mdogo wangu kwamba umepata taarifa za msiba. Nikamwambia sijazipata. Nani amefariki? Akaniambia dada Zauda amefariki. Mbona sikupata taarifa akiwa anaumwa? Akasema hapana, amechinjwa na mtoto wake usiku saa hizi. Akasema hata mimi nilivyozipata taarifa na hisi ni saa hizi walivyokuwa na ugomvi. Nikamwambia sasa kilichofanyika ni kitu gani? Kulikuwa na tatizo gani labda kuanzia muda mrefu labda? Maana mimi niko mbali kidogo, niko kijiji cha Majengo, lakini nikata hii ya Kashi. Akaniambia ni hao vijana wanayetumia hizi sigara kubwa hizi, unaona. Kwa hiyo kimepelekea paka kumuua mama yake. Mimi basi hatua niliyochukua ni kutafuta usafiri, maana nakaa Majengo. Nimefika hapa muda si mrefu, maaskari nao ndio hao wakawa wanatuliza watu na gari ikawa imefika ile na kumtoa mwili wa marehemu. Lakini dodosa maalumu niliyoipata ni kwamba kijana huyu alikuwa anafujo muda mrefu na mama yake. Unaona. Sasa sikupata wasaa kuwasiliana na mama yake kwamba labda ulishawahi kumchukulia hatua au kumfikisha sehemu husika, sikupata. Ila taarifa niliyoipata leo ni ya msiba. Tumeipokea kwa uchungu sana, maana familia yetu tulikuwa na wababa wengi sana, walishafariki wote, wamebaki mmoja. Ni tayari kwa mara ya kwanza tukio lililojitokeza hili la kuchinjwa dada yetu na mtoto ni kitendo kilichoumiza familia sana. Maana ni jambo zito. Yaani kwanza kwa yoyote, mzazi yoyote au wa kike wa kiume, kwa taarifa hizi zitakuwa zimemgusa kila mtu, na ni kitendo cha kutaka kukemea kila alio na mtoto. Na hata kama hakuzaa, hata wa mwenzake ni mtoto, anapoona tukio gumu linapotokea, afikisha sehemu husika kwa ajili, kama huyu ni mama yake mzazi amechukua hatua ya kumchinja, je, mama mwingine au jamaa yake mwingine na mzunguko wake anayezunguka anakuwa na watu wengine. Kwa hiyo ni tukio zito, tumelipokea kwa uchungu. Ni kata ya Kashi nzima na tofauti na kata zingine ambapo ndugu walipo. Na taarifa zilizotokea hizi zinaumiza. Kwanza ni tukio zito, maana ni kijana mdogo. Nguvu ameipata wapi? Hatujui. Amepata kishawishi, hatujui kuna kitu gani alichokuwa anakitafuta kwa mama yake. Lakini ni tayari sisi tunasema Mwenyezi Mungu ampokee tu dada yetu basi, kwa sababu ni kizazi chake ndio kilicho mzuru. Haijulikani kama hata atapona yeye, atakuja kumzuru nani tena mwingine. Na ni tayari alikuwa na majamaa zake, na wale majamaa sijui watakuwa wamejifunza nini kupitia jamaa yao. Mimi nadhani ndio haya tu, sitakuwa na uwezo kuelezea sana, maana mimi nimefika muda si mrefu sana. Nimefika dakika chache zile na tayari mwili ukao umetolewa ndani na kuondoka. Ndio kama hivyo ulivyoniona nikao nasafisha damu ya ndugu yangu, maana imenigusa, imeniumiza mno. Nina maumivu mazito hapa nilipo. Natumia tu nguvu ya kusema kwa sababu nina asili fulani ya ukakamavu, lakini vinginevyo nilikuwa sina uwezo hata kusimama. Lakini kwa sababu limetugusa, kwa sisi Warangi tunasema najua hiki ni chombo. Isa sirani yandu, yani iliyo chacha ni ya ndugu. Hakuna mtu mwingine anaweza akagusa hii damu. Kwa sababu ni mtoto wa baba yangu mkubwa na ni mtu tulioshibana naye, ndio sababu umeona nimeingilia kati na kulisimamia kidedea. Si kana kwamba wengine hawawezi, wanaweza, lakini mimi nimeona haina haja kusubiria tena kuweka mzozo. Nikaingia ndani na kushughulikia kama ulivyoniona. Nadhani nitakuwa nimeshamaliza mwandishi wa habari. Si nitakuwa na mengi, ila nina maumivu mazito sana. Kwa mizunguko yote ndani ya kata zote, watu kwa asilimia kubwa vijana wote ambao hawana kazi yoyote kujishughulisha kwa chochote ni wavuta bangi. Wana magenge yao mbalimbali, maeneo mbalimbali ya kuvuta bangi. Lakini sasa ukiangalia katika kukemea ile hali, bado tu hawa vijana hawasikii kitu. Wale vijana hawasikii kitu chochote. Ni matukio kila siku. Hata juzi tu, hata juzi yake pia vijana wanapatishwa shida sana. Mtu anapopita tu njiani, raia mwema tu, wanamkaba njiani, wanamnyang'anya simu, wanamnyang'anya hata koti nzuri kama nayo, aidha ana t-shirt nzuri, wanamvua nini, wanamdhalilisha. Vijana wengi kwa asilimia kubwa ni wavuta bangi.
wala mirungi. Mirungi sasa hivi inaliwa tu hadharani tu kila mahali. Watu tunaona kwa macho, sio vitu vya kuficha ficha. Kwa Jamali naye alikuwa ni mmoja wapo wa vijana. Mvuta bangi nako ni hivyo ni mla mrungi pia, hawezi kuacha kula mirungi. Sawa Alafu ni mtu ambaye mimi namfahamu, ni mtu ambaye si mwadilifu, ni mtu ambaye hana ule upendo na watu, ni mtu ambaye yuko kivyake tu. Wala unahisi kitu gani kifanyiki sasa? Mimi ninavyoona ni kwamba kitu cha kufanya haswa sana kwa serikali. Mtu wa matukio ya aina kama hii, labda mtu taarifa imeshatolewa na familia ya nyumba husika, aidha labda hata mtoto wao wameshampeleka hata polisi au mahakamani akahukumiwa, aidha akafungwa. Sasa atulie kule, sio wamrudisha nyumbani wakashamwachia tena na kuja kuua mtu. Mbali na hilo, Jeshi la Polisi OCD akitoa ahadi ya kuhitaji ushirikiano kati ya nyinyi jamii, wananchi wa eneo hili, lakini na mamlaka za Jeshi la Polisi. Mmejipangaje kuhakikisha mnashirikiana na Jeshi la Polisi ili kutokomeza matukio namna hii na hata dalili zinapoonekana? Mimi niseme tu kwamba kwa ujumla zaidi sana, hata mimi ninaweza nikawa na ushirikiano mkubwa sana kwa jeshi letu la polisi, na sintakuwa na hofu yoyote na sintaogopa mtu yoyote yule, kwa sababu vijana hawa hawana uadilifu wowote, na wanapovuta mirungi yao wanavunja nyumba zetu, wanatuibia vitu vyetu, tunashindwa kutembea kwa uhuru. Mtu na mgonjwa unampeleka hospitali, wakati mnampeleka labda mko wengi, sawa mnarudi labda watu mmoja mnaachana kwenye njia panda za kuelekea kila mmoja kwa nyumbani kwake. Unakuta unateka tu mahali na unaumizwa. Mali yako inachukuliwa hivi, una hela, una simu, inaondoka. Asilimia kubwa vijana wanavuta bangi, wanakula mirungi. Mimi jambo la kwanza niwape pole kwa hili tukio ambalo limetokea. Najua jamii imeshtushwa na hili tukio. Niwape pole sana, hasa kwa familia pia nao nawapa pole. Lakini vile vile ningeombeni sana wananchi, niwakumbushe sisi kama jamii tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yetu tunakuwa salama. Tuanze kwanza kwa kukataa matukio ya kihalifu yanayotokea kwenye maeneo yetu. Kila mtu ana wajibu. Yaani usiseme hili ni la fulani, naye fulani akasema hili ni la fulani, na mwingine akasema hili ni la polisi. Madhara yakija yanakuja kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe sana sisi tukatae matukio ya kihalifu. Matukio haya yanayotokea ni mkusanyiko wa mambo yale madogo yaliyokuwa yakitokea, baadaye yanakuja yanaleta madhara. Tuna changamoto kubwa kwenye jamii yetu. Ulevi wa kupindukia. Watu wanapika gongo kwenye mitaa yetu, tunawafahamu. Lakini watu wanauza dawa za kulevya, mirungi, galapo, bangi, na tunawafahamu wako kwenye mitaa yetu. Mimi niwaombeni tafadhali sana, mtoe taarifa, lakini vile vile sisi wenyewe tukatae. Hivi kama mimi nyumba yangu nimeweka mpangaji anauza bangi, tukamkataa, lakini mtaa mzima ukamkataa kwa sababu sisi hapa hatutaki mpishi wa gongo. Hivi yule anaweza kupika gongo? Mimi polisi nitakuja, nitakamata, nikiondoka huku nyuma, kwa sababu nyewe mnamwangalia, atakuja mwingine atapika pale. Mnasubiri polisi aje. Lakini sisi tuanze kukataa kwamba, mimi ningeomba viongozi wa vijiji, wa vitongoji, wa kata, tukae kwenye mitaa, operation kataa uhalifu. Yaani yeyote anayepika gongo, bwana sisi hapa naona wewe mtaa wetu haukufai. Tunaelewana ndugu zangu? Tukianza sisi kukataa, ninaamini kabisa hata haya matukio hayatatokea. Sawa? Tukifuatilia sana matukio, hata tukio hili mfano mzuri, tunakuta kwamba ni madhara ya nini? Ya utumiaji wa bangi, pombe, na ukiuliza hakuna sababu ya msingi ya kuweza kuondoa uhai wa mtu. Kwa hiyo sisi tuvikatae vile vitendo kwenye maeneo yetu. Tuanze jamani ndugu zangu, nawaomba kwenye mitaa yetu, sawa? Tuanze kukataa. Kama kuna wavuta bangi, kuna watu wauzaji wale, mimi nawahitaji sana, toa taarifa wauzaji. Toa taarifa, lakini sisi kwenye mitaa tukate, tuache ule muhali. Unajua kuna watu anajua kila kitu, lakini polisi
mimi ni waahidi watakao kamatwa hatua zitachukuliwa na mtasikia. Sawa? Kwa hiyo naomba sana tuanze kwenye mitaa yetu tukatae hizi changamoto hizi zinazotokea, hizi ndogo ndogo hizi. Huyu muuzaji anayekuja kwenye kamfuko na kabangi, huyo tumkatae. Tukimkataa huyo tutatengeneza. Watoto wetu sasa hivi wameharibika. Nyie wenyewe ni mashahidi, si ndio? Watoto wetu wameharibika. Sasa wakiharibika pia wanapoteza nini? Matumaini yao. Hawana matumaini tena. Na anapopoteza tumaini huyo tayari ni hatarishi, si tu kwenye familia lakini kwa jamii. Leo hii vipi huyu amefanya mauaji ya mama yake? Je, angefanya huko mtaani? Na kuna uwezekano huo angetoka hapa angeenda kufanya uwaji mwingine sehemu nyingine. Si ndio hivyo? Kwa hiyo usiseme kwamba huyu ni wa fulani. Sisi wote tushirikiane tukatae vitendo vya uhalifu, masuala ya ulevi wa kupindukia, masuala ya uuzaji wa dawa za kulevya. Naomba tuanze kukataa kuanzia ngazi ya kitongoji. Sawa? Mimi na polisi kata wangu tutahakikisha tutengeneze mifumo. Sawa? Kuanzia huku chini huku. Kataa uhalifu. Nyumba yote inayouza bangi sisi wananchi ndio tuanze kuikataa kwamba wewe sisi hapa uendani na sisi, ama utafute mbinu nyingine ya kuishi ama uende jela, uchague mawili. Tumeelewana? Basi naomba niwape pole sana kwa hayo machache, lakini tutaendelea. Mimi tutakaa na viongozi tuone jinsi gani ya kuweza kudhibiti hivi vitendo ambavyo sasa vimekuwa ni vimezidi. Sawa? Nafikiri mnasikia. Juzi kuna mauaji Gendi yametokea. Jana na wapi huko mjini pale Babati. Sasa hivi vitendo lazima sisi kama jamii tuvikatae.